Karibu sana. Asante. Kwenye meza kuu hapa tuna katibu mkuu upande wa kushoto atajitambulisha, na tuna mwenyekiti wa chama chetu cha makandarasi TUCASA. Naomba nimkaribishe katibu mkuu ili aweze kuongea. Karibu. Asante. Habari za asubuhi ndugu wanahabari. Kama nilivyotambulishwa, naitwa Baraka Materu, ni katibu mkuu wa TUCASA. TUCASA ni chama cha makandarasi, chama cha umoja wa makandarasi na watoa huduma shirikishi Tanzania, yani Tanzania United Contractors and Allied Services Association. Ndugu wanahabari, tumewaita hapa leo hii kwa ajili ya kuzungumza nanyi masuala yanayowahusu makandarasi, na hususan tunatoa maoni yetu kuhusiana na namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imeonyesha juhudi za kuwasupport makandarasi wazawa. Kwa hivyo nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana, na tunapoendelea sasa, naomba nimkaribishe mwenyekiti wa chama ili aweze kuzungumza nanyi. Mwenyekiti, karibu. Na tumewaita hapa kwa asubuhi ya leo baada ya kuona serikali ya awamu ya 6 hasa kipindi hiki imeanza kuona umuhimu wa kuongeza uwezo wa makandarasi wazawa, kwa sababu hiki kimekuwa ni kilio chetu cha muda mrefu kwamba katika nchi yetu hii utakuta ukienda pale kwenye bodi inayosajili makandarasi, 98% ya makandarasi waliosajiliwa ni wazawa, ni locals. 2% ni wa kigeni. Lakini kazi zinazofanyika hapo kuchukua kwa maana ya thamani ya kazi, wale makandarasi wa kigeni wanafanya zaidi ya 70%, ambao wao wako 2%, lakini wanafanya kazi zaidi ya 70% kwa thamani ya kazi hapa nchini. Sasa sisi 98% tunachangia hiyo kidogo iliyobaki, na tuliona kwamba hii si sawa. Lazima juhudi fulani zifanyike. Kwa hiyo kipindi cha nyuma tumeshirikisha serikali kwamba lazima juhudi fulani zifanyike za makusudi za kuhakikisha kwamba wakandarasi wazao wanapata uwezo wa kufanya hizi kazi zote kubwa, na kitu kilichokuwa kinawakwamisha hasa ni vitu vikubwa viwili: masharti ya upataji wa kazi. Masharti yale, unaambiwa kama unataka ujenge reli uonyeshe umewahi kujenga reli wapi, labda 3. Sasa sisi ndio tunajenga reli ya kwanza, kwa hiyo ina maana sisi moja kwa moja hapo mzawa hawezi, inabidi tusubiri wageni. Sasa tukasema tutakaa hivi mpaka lini? Kwa sababu kila kazi inapokuja mpya lazima mtu aonyeshe alifanya lini. Sasa kama ni lazima aonyeshe alifanya lini, sisi tutafanya lini ili baadaye tuanze kuonyesha? Kwa hiyo tukawa tumewaengage serikali kwamba jamani, lazima pawepo na juhudi za makusudi za kuhakikisha kwamba wazawa wanapewa nafasi, wanakuzwa. Hao wanaotoka wageni wanaokuja hapa, huko kwao walikuzwa na serikali zao. Kwa serikali ina umuhimu wa kukuza makandarasi wa ndani. Sasa hivi karibuni tumeanza kuona juhudi nyingi za serikali kwa kweli za kutambua hilo, na wanalitamka wazi. Kama mmekuwa mkifinyeni wanahabari, mmekuwa mkifuatilia hivi karibuni hata mkuu wa mkoa wa Njombe mahali fulani alizungumza waziwazi kwamba sasa lazima tuangalie namna ya kuwasaidia wakandarasi wa ndani ili waweze kukuza uwezo wao wa kufanya kazi hizi. Juzi mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alipokuwa anatembelea daraja la Kigogo ambalo linafanywa na mzawa,
amegundua wazawa tunaweza, ila nafasi ndio hatuna. Maana hata yule anayefanya kazi ya pale Kigogo, daraja ya Kigogo, ni mkandarasi mwenzetu na yuko ndani ya TUCASA, lakini tumekuwa hatupati nafasi. Mwezi uliopita mwishoni, waziri mkuu alikuwa Tanga kwenye ule mradi wa EACOP ule wa bomba la mafuta, na alisema waziwazi kwamba kwa kweli kuna ulazima sasa serikali kuhakikisha kwamba tunapata wanaoweza kujenga miradi mikubwa kama ile ambao ni wazawa, na akagusia mbinu ambazo baadhi ya makandarasi wa nje wamekuwa wakizitumia, kwa sababu serikali yetu imefanya taratibu mbalimbali za sheria fulani zimebadilisha, nitaziongelea baadaye, lakini wale wa nje wanatumia mbinu za udanganyifu. Kwa mfano, sasa hivi sheria ya ununuzi inasema kazi ambazo hazizidi shilingi bilioni 50 zifanywe na wazawa, lakini ukizunguka huko hizo kazi utakuta kuna wageni wanazifanya. Wanazipataje? Ni uvunjivu wa sheria au ni nini? Tukagundua baadhi ya mbinu wanazotumia ni kwamba anakuja mgeni, anachukua labda hata binti tu rafiki yake, anamuomba NIDA, kitambulisho cha NIDA, anaenda BRELA, anafungua kampuni kwamba huyu ni mzawa ana 51% na mimi ni mgeni na 49%, kwa hiyo hii kampuni inaanza kupata upendeleo hapo. Sasa mbinu za namna hiyo ni vigumu kugunduliwa, kwa sababu ni kweli kwamba hatuwezi kuzuia watu wa nje kuja kushirikiana na sisi na kufungua makampuni, lakini yawe makampuni genuine. Haya ya kugushi tutayajuaje? Lazima sasa serikali iamue kwamba sasa tunazifuatilia. Kwa hiyo tulikiona waziri mkuu akizungumza pale Tanga kwenye mkutano wa EACOP. Tukaona kwa kweli hii si sauti ambayo tutaache ife hivi, na sisi tunaona inaenda kugusa yale maeneo ambayo sisi kwa kweli yataenda kukuza. Sisi tumebahatika kutembea nchi kadhaa, yaani nchi zote ambazo zinafanya vizuri za wazawa, serikali ilichukua juhudi za makusudi za kukuza uwezo wa wazawa. Wakati fulani tuliwahi kutembelea hata hapa Ethiopia. Ethiopia ni moja kati ya nchi za Afrika ambazo wazawa wanafanya miradi mingi kuliko wageni. Sasa Ethiopia walianzaje? Walianza hivi kwamba sasa tunataka kukuza uwezo wa wazawa. Kwa hiyo wakasema sasa miradi yote lazima ifanywe na wazawa. Kwa hiyo wazawa wana mapungufu. Unakuta labda nguzo imejengwa imepinda kidogo, lakini wao wanajisifu kwamba imepinda kidogo lakini imejengwa na mzawa. Kesho ukija utakuta imenyoka na baadaye ikanyoka. Leo ukienda Ethiopia kazi zote zinafanywa na Ethiopians. Kwa hiyo lazima serikali ichukue hatua za makusudi. Sasa tunaona serikali ya 6 inaonyesha hizo juhudi za makusudi. Kwa tunaipongeza na tuna mashauri ambayo tunaenda kuwapatia ili waweze kwa kweli kufanikiwa hilo ambalo wamelianza. Kwa hiyo tukasema tutambue hizo juhudi ambazo serikali inazifanya na pia tuwape ushauri namna ya kufanya bora zaidi. Kama nilivyosema, sheria yetu ya ununuzi imetoa upendeleo maalum kwa wazawa kwamba kazi ambazo hazizidi shilingi bilioni 50 zifanywe na wazawa. Sasa hii ni sheria imetolewa hivyo, lakini sasa usimamizi wake lazima kuwepo na vyombo vingine vya kusimamia hilo ili liwezekane. Na kwenye mfumo wameandaa mfumo wa NeST. Mfumo wa NeST sasa hivi umeingiza moduli ya usimamizi wa mikataba, wameingiza moduli ya malipo inaitwa e-contract na e-payment. Sasa moduli zile zinaenda kuongeza kwenye masuala ya usimamizi wa mikataba, kwenye masuala ya malipo, na kwa hiyo utaonekana kwamba lipa deni, lakini kuonekana ni transparency tu, lakini sasa umelipa. Hilo ndio tatizo kubwa, na kitu ambacho kinatuangusha sisi wazawa ni kwamba kazi nyingi ambazo tunafanya sisi hatulipi kwa wakati. Ni chache sana tunalipa kwa wakati. Sasa na usipolipa kwa wakati, tatizo ni kubwa, huwezi kukua. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu kwanza anayejenga ni taasisi ya umma, si ndio inajenga. Kwa hiyo unapojenga wewe ndio unatakiwa na fedha ya kujenga.
na sisi tunapokuja kujenga tunauza tu ujuzi wa kujenga, lakini tumegeuka kama vile sisi tunawajengea alafu tunawauzia. Sasa hiyo sio makubaliano ambayo tunakuwa nayo. Kwa sababu makubaliano ni kwamba utakuwa nikijenga nikikuletea unalipa ninajenga. Lakini kilazimu kwamba sasa niende kukopa benki kuja kukujengea, ina maana hatuna makubaliano hayo ya mimi kukopa benki nije nikujengee halafu wewe unilipe baadaye. Maana kingekuwa makubaliano kama hayo tungeweka hiyo riba ya benki kwenye bei zetu. Sasa hatuweki hiyo riba ya benki. Kwa hiyo unapokuja kulipwa baadaye, kwa kweli unakuta ule mtaji wako umekwisha. Kwa hiyo hata ukilipwa baada ya mwaka miwili unafunga na biashara. Kwa hiyo makandarasi wengi wamekuwa wakifunga biashara kwa sababu ya ucheleweshaji wa malipo. Kwa hiyo sasa tumekuja na pendekezo kwa serikali. Na pendekezo hili si jipya. Tulitembelea baadhi ya nchi, kwa mfano Uingereza, Malaysia, Singapore, Australia. Wao wana kitu kinaitwa sheria ya malipo. Inaitwa swala la kisheria. Kwa sasa hivi hapa kwetu malipo ni swala la kimkataba, na mnaposhindwana kwenye mkataba mnaenda kwenye usuluhishi mpaka mahakamani. Yaani si swala ni swala la makubaliano, kwa sababu mikataba ni makubaliano, lakini ukiweka kwenye sheria inakuwa ni swala la kisheria. Kwa hiyo hata anayetoa kazi sasa atajipanga asitoe kazi, kwa sababu baadhi ya miradi ambayo labda serikali inatoa wanatoa kwa sababu ya appetite, kuridhisha wananchi, lakini fedha hazipo. Kila mtu atatoa kazi ambayo tayari ametenga fedha. Kwa hiyo matokeo yake kutakuwa na kwanza faida, makandarasi watakuwa, kwa sababu sasa atakuwa analipo kwa wakati. Lakini serikali itanufaika, na kwa kweli serikali ndio inanufaika zaidi. Kwa sababu gani? Mkandarasi unapompa mkataba halafu palini hilo neno hajui itaweza kufanya miradi mingi kuliko inavyofanya sasa. Kwa hiyo ni faida hata kwa serikali. Itafanya miradi mingi kuliko inavyofanya sasa. Hili swala limefanywa tafiti, na kwa mfano Uingereza walifanya utafiti, ule utafiti unaitwa The Latham Report ya mwaka 1993. Uingereza walianzisha tu sheria ya malipo. Bei za kwenye soko zikashuka, serikali sasa inafanya. Na wanafurahi kweli, shuka mnafanya miradi mingi. Kwa hiyo uhakika wa malipo ni mojawapo ya vitu ambavyo tunaishauri serikali kwamba ianzishe sheria ya malipo, the Security of Payment Act, ambayo itasaidia sasa kusement hii wazo ambalo wanalo kwa sasa, ambalo wanaona kwamba kuna umuhimu wa kukuza uwezo wa ndani. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya vitu ambavyo tumeona ni vizuri, lakini baada ya hapo tunaipongeza serikali kwa juhudi inayochukua. Kwa mfano nilivyoeleza, sheria hii ya NeST imeingiza hiyo itasaidia sana, kwa sababu inaongeza uwazi, angalau watu watakuwa wanalipwa vizuri. Lakini kwa sababu hakuna sheria ya kulazimisha, inaweza wakakwama baadaye. Kwa hiyo sheria hii ndio inaweza kuwa mwarobaini. Kwa hiyo tuliona tuwape hii taarifa ili muweze pia kuichambua na muweze, ili hata wanaosikia waweze kuona umuhimu wa hili ambalo tunalizungumza. Asanteni sana.